moyo na siri nyingi, moyo umebeba mengi. Tambua moyo napenda moyo. Karibu mume wangu. Asante sana. Mbona hamna unga? Mke wangu, unajua mimi nakosa hata nguvu ya kuongea, lakini siku ya leo katika mizunguko yangu mambo hayajaenda sawa kabisa. Hivyo nilikuwa na kuomba ukoroge tu hizo nyanya, tule tu na kile kipolo kilichobaki jana. Sasa maisha mpaka lini mume wangu? Mimi nimechoka. Kipenzi, Abe, nakuomba mara moja. nakusikiliza mume wangu. Sasa nisikilize kipenzi, na imani kabisa hii hali imekuchosha sana, na mimi mwenyewe tayari imeshanichosha mpaka imefika mwisho. Yaani mke wangu, imefikia stage sasa unaamka asubuhi uso unakuwa ueleweki, uso umepauka kama ndimu iliyokamliwa. Hiki kitu mimi kinanisumbua sana rohoni mwangu. Nakosa hata shilingi 1000 au shilingi 500 ya kukupa uende ukasuke. Hivi kwa nini usikubali tu mke wangu? Mganga ameshasema utakufa ndani ya siku 7 tu. Lakini na mimi nitakopo pembeni, nitakuwa nakusanya wale funza na mifupa. Nitakuwa na hifadhi sehemu. Na inabidi utambue kwamba ile mifupa na wale funza ndio mkwanja wetu mke wangu. Ishi hapo hapo. Mbona niambia nife hizo siku 7 na nikifa moja kwa moja? Halafu kwa nini usife wewe mume wangu? Alafu mimi nikakusanya hiyo mifupa, mafungu sijui manini, yani nikaweka, alafu baada ya siku 7 ukafufuka. Mke wangu, inabidi ukumbuke na utambue kwamba mganga alisema ufe wewe. Inabidi ufe wewe. Sasa naona unataka kuanza kubishana na kauli ya mganga. Mganga ashasema kwamba ufe wewe. Nikwambie kitu. Nenda kwa huyo mganga. Mwambie mke wangu amesema hivi. Natakiwa nife mimi, sio mke wangu. Umenisikia? Mimi sifi. Sasa nisikilize kwa makini mke wangu. Ina maana umekataa? Sitaki. Sasa nisikilize kwa makini. We mwanamke, nisikilize kwa makini. Naona sasa unaanza kuniingia maungoni. Yaani sitaki kulisikia hilo swala. Kama kufa wewe. Umesikia? Nimeona toka tumeenda kwa mganga tumerudi hapa, toka masharti yametolewa kwamba inabidi ufe, mke wangu umeanza kuniingia maungoni. Sasa nielewe kwa makini wewe mwanamke. Nitakachoenda kukifanya, jamii na imani yenyewe itanichukia. Unafikiri mimi nakuogopa? Nenda huko. Mbili. Ndugu yangu, nimejaribu kutumia kila jitihada, lakini mke wangu amekataa.
Nimejaribu kutumia kila mbinu, lakini mke wangu hataki kabisa hata kunielewa. Na ukiangalia mimi maisha tayari naona kama yashanifikia shingoni yani. Nina maisha magumu sana 32. Nilikuwa naomba basi unisaidie tena. Unipe japo hata mawazo. Nifanye nini? Na ndio maana tumekutana hapa, inabidi tu nikwambie ndugu yangu. Naomba unisaidie. Kwa hiyo amekataa? Ndio amekataa. Rudi haraka kwa ule mzee ili ammalize, kwa sababu ameshajua siri zote huyo mtu. Nafikiri utakuwa umenielewa vizuri. Moyo na mambo mengi, moyo na siri nyingi, moyo na siri nyingi, moyo umebeba mengi. Kwa hiyo amekataa? Ndio amekataa. Rudi haraka kwa ule mzee ili ammalize, kwa sababu ameshajua siri zote huyo mtu. Nafikiri utakuwa umenielewa vizuri. Moyo na mambo mengi, moyo na siri nyingi, moyo na siri nyingi. Mke wangu, kulikoni tena na mabegi? Mume wangu, mimi naondoka. Naenda nyumbani. Nisikilize mke wangu. Tuachane na yale mambo yote ya asubuhi. Naomba unielewe. Yale mambo yote nimeshaachana nayo. Sitaki tena yale mambo. Mama, bora tule tu ugali na chumvi. Yaani sikuamini tena mume wangu. Wewe kutaka kuniua mimi siku 7. Kweli? Na upendo wote huo nilokuonesha. Kweli mimi wakufa. Sikuamini tena. Mimi naenda nyumbani. Mke wangu, nipo chini ya miguu yako. Naomba unisamehe sana. Unajua mimi sina mwanamke yeyote zaidi yako wewe. Alafu vile vile jaribu kukumbuka ni wapi tulipotoka. Kumbuka na ahadi zetu tulizoahidiana. Mke wangu, nakuomba unielewe. Unajua wewe ndio mwanamke sahihi sana kwenye maisha yangu. Mimi nakupenda sana. Nimekusamehe mume wangu. Lakini mambo yako ya kufa siku 7, yani kupelekana kwa waganga, nisiasikie tena. Umenielewa? Sana. Sitaki kuyasikia.